Mtumishi, tuelezee vizuri kwa nini majina matatu? Majina matatu kwa sababu ya adui. Wakati Adamu ameumbwa, ukisoma katika Mwanzo 5:2 anasema aliumba mwanaume na mwanamke akawapa jina moja Adamu. Wote mke na mume waliitwa nini? Adamu. Ila baada ya kufukuzwa ndani ya bustani ya Edeni, tunaona Adamu akiwa tayari ana chembe za nyoka, kwa maana uasi na uovu, kwa maana roho, nafsi na mwili. Ukisoma katika Mwanzo 3:20 unagundua Adamu anambadilisha mke wake kutoka jina la Eva kuitwa Hawa. Kwa maana adui alihakikisha anatugawanya sisi, tunakuwa vyumba vingapi? Vitatu. Ndio maana majina mangapi? Matatu. Kwa maana vyumba vitatu sio kusudi la Muumba. Kusudi la Muumba maana kiona chumba kimoja cha moyo, mahali ambako yeye ndo kao lake. Sawa. Kwa maana kwa mfano nikisema roho, alihakikisha unakuwa na roho, nafsi na nini? Na mwili. Ya kusudi la Muumba mimi na wewe tu nini? Ni moyo. Sio mimi tu, hata uumbaji wote tunao uona kusudi kwa nini? Uwe moyo. Kwa sababu katika Zaburi 98 mstari wa 4 mpaka wa 8 aliona uumbaji unamsifu. Kwa maana aliona kila kitu kinafanya kinampa nini? Ibada. Sawa. Aliona mito inapiga makofi, milima inaimba. Na katika Warumi 8:19 na kuendelea utagundua uumbaji nao ulitekwa nini? Nyara. Kwa alihakikisha, adui alihakikisha anatugawanya sisi sote na kwa vipande vingapi? Vitatu. Ndio maana jina la kwanza unaitwa nani wewe? Naitwa Deus. Deus maana yake ni roho. Jina la pili Kadende. Baba yako siku ya kwenda babu yako. Kwa ina maana humu ndani yako upo wewe, yupo baba yako, yupo na babu yako. Maana kama kuna mabaya alifanya baba yako au babu yako, yale mapatilizo yanakuwa nakupata, kwa sababu kwenye roho kunakaa dhambi, kwenye nafsi unakaa uasi, kwenye mwili kunakaa nini? Uovu. Kwa kuna mali ulitamani hata kumpa Muumba ibada vizuri, ikawa inashindikana kwa sababu kuna vitu vilikuwa kwenye nafsi na kwenye mwili havijawahi kufanyaje? Kuondoka. Sawa. Ila kuanzia leo maana yake tunabaki na moyo huu moja. Kwa maana matatizo aliyofanya baba yako na babu yako, kwa sababu unaitwa wale majina yao, wapo humo ndani, ulikuwa unatelezeshwa. Kama hakuwa na gari na wewe usikuwa na gari, kama kwa kujenga unaweza kufanyaje? Kwa sababu ni mapatilizi. Ukisoma katika Kutoka 20 mstari wa 5 na Kumbukumbu la Torati 5:9 asema na wapatilizia wana uovu wa baba zao kizazi cha 3 mpaka kizazi ngapi? Cha 4, kwa wale wafanyaje? Wanichukiao. Kuna mapatilizi kwa maana ya uasi na uovu yalikuwa yanatupata, si kwa sababu umefanya wewe, kuna waliofanya huko nyuma. Mfano mzuri ukisoma Ezekiel 18:1 mpaka 2 anasema mababa wamekula mizabibu mibichi, watoto wametiwa ganzi la nini? La meno. Yaani aliyekula mzabibu mbichi ni mwingine na atapata ganzi ya meno ni mwingine. Kwa ni dhahiri adui alihakikisha anatugawa vipande vingapi? Vitatu, ili kusudi aweze kutumiliki. Lakini kwa uheri niliopewa au kwa upendeleo niliopewa kuyafahamu mambo haya, katika Wakorintho wa kwanza 15:24 anasema hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, mamlaka yake na nguvu zake, maana sharti amiliki yeye. Kwa sababu amekuja kutumiliki sisi na apate ibada kwetu, basi amekuja kumiliki uumbaji wake wote. Sawa. Kwa maana tuna ile nyumba ya roho na nafsi na mwili inavunjwa, inabaki nyumba ya nini? Ya moyo. Sawa. Kwa sababu uumbaji nao unaotekwa nyara. Kwa mfano katika Warumi 8:19 20-22 utagundua sema viumbe pia wanatazamia kwa shauku nyingi utolewe katika uharibifu, wengine katika uhuru wa utukufu wa nani? Wa wana wa Mungu. Kwa ina maana ni dhahiri hata uumbaji ufanye ulitekwa nyara, kwa sababu kusudi la Muumba uumbaji wote ufanyaje? Umsifu na kumtukuza yeye. Zaburi 98 mstari wa 4 mpaka 8 aliona uumbaji wote unafanyaje? Unamwabudu, unampa sifa. Katika utaona pale asema akaona milima inaimba, mito inapiga nini? Makofi. Kwa dhahiri uumbaji wote ndiko mpe ibada alifanyaje? Aliumba. Kwa maana kwa uheri uliopewa uumbaji wote sasa hivi kila mahali umegeuka kuwa moyo huu mmoja. Kwa dhambi hutaiona wala uasi wala uovu wala vita hutaviona tena. Kwa watu watajifunza sasa amani. Kwa mujibu wa Isaya 2:2 mpaka 4 anasema sawa, anasema kwamba pale watu sasa bunduki zitageuka kwa nini? Kuwa mundu ya kung'olea nini? Majani kwa ajili ya kulishia ng'ombe. Ndege zitageuka kuwa za kumwagilia nini? Mashamba. Kwa hiyo vifaru vitageuka kuwa matukio kufanyaje? Ya kulimia. Kwa hiyo tumefika sasa, kwa sababu tunafika kituo cha moyo, basi mambo yamekaa vizuri. Kama nilivyokuambia katika Efeso 6:12 sema kushindana kwetu si katika damu na nyama, katika falme na mamlaka wa kuagiza majeshi wa watu wa nini? Wa roho. Na katika Warumi 8
Warumi 8:23 anasema tuna malimbuko ya roho tunatoka katika nafsi zetu. Na katika Warumi 8:7 anasema mwili ni adui na nani? Juu ya nani? Ya Muumba. Kwa hiyo roho, nafsi na mwili ilikuwa ni adui juu ya nani? Na Muumba. Na katika Wakorintho wa pili 7:1 inasema jitakaseni uchafu wenu wa roho, nafsi na nini? Na mwili. Kwa hiyo maana roho, nafsi na mwili vilikuwa mnavuta uchafu wa kila aina. Kutoka kuna watu wameokoka wanafanya ibada baadaye wanadondoka kwa sababu bado kuna viumba vingine havijapona. Sawa? Watu walijua tu roho inayopona, lakini hata nafsi inafanyaje? Inaokoka. Kwa mujibu wa Mwanzo 32 ngapi? 30. Nasema Yakobo akapaita mahali pa Noeli akaonana na Mungu uso kwa uso. Nafsi yake ifanyaje? Ikaokoka. Kwa hiyo roho inapona, nafsi inafanyaje? Inapona, na mwili unafanyaje? Unapona. Kadhalika katika Wakorintho hiyo katika Warumi 8:23 wanasema mwili unafanyaje? Na unafanyaje? Unapona. Kwa maana hii nyumba ya roho, nafsi na mwili ilibidi ivunjwe kwa sababu ilikuwa inamilikiwa na nani? Na adui. Tubaki na nyumba moja ya moyo ambayo inabeba mema na nini? Na mazuri. Kwa sababu anasema heri wenye moyo safi watamuona Muumba. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kweli kabisa. Wewe kutoka chemchemi za nini? Za uzima. Kweli kabisa. Na Muumba anatazama nini? Moyo. Samueli wa kwanza 16:7 anasema mimi nautazama nini? Moyo. Na Methali 17:22 anasema moyo ulichangamka ni dawa nzuri. Kwa kusudi la Muumba ilikuwa ni nini? Ni moyo. Na katika Wafalme wa kwanza 11 pale 3-5 utagundua Sulemani kabla hajaribika alikuwa ni moyo na alikuwa anajenga nyumba ya kuabudia Muumba. Lakini baada ya wake zake kumgeuza moyo akawa vipande vingapi? Vitatu, akumpenda tena Muumba tena. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja. Wale wote wanaopitia matatizo mbalimbali ni kwa sababu hajawahi kuelewa haya mambo. Wazidi kunifuatilia, watafahamu mambo na watapona. Wengi wanaomba sana, wanakesha, majibu hawapati kule na kule, wanatoa vitu vingi sana, sadaka nyingi sana, lakini majibu hayapatikani. Lakini majibu yote yako hapa. Tena raha utaja kwa struggle. Sawa. Kwa tumefika mahali ambapo sasa kabla hujaomba amefanyaje? Ashafanya kwa sababu umeelewa. Sawa. Kwa hiyo tunaangamia kukosa nini? Maarifa. Kwa mujibu wa Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamia kukosa nini? Maarifa. Kwa sababu umekataa maarifa, nimekukataa wewe. Kwa jambo ambalo nataka niwasitize tu mnaonitazama kwamba muendelee kunifuatilia na vitu vizuri, usiogope kunipigia simu. Kwenye TikTok tuna mtandao kule kuna account inaitwa Shine Halisi TV. Alafu kuna Ukombozi wa Moyo. Kote huko utapata vitu hivyo. Usisite kunipigia simu, nimeweka hizo simu kwenye bio pale, namba ya simu. Usisite kunipigia simu wakati wowote, nitakuelekeza zaidi kwa sababu ya muda. Asante sana.